Kwa kuthamini juhudi na wema katika harakati za kuendeleza wito wa Mwenyezi Mungu wa kufikisha dawa kwa umma, leo tunakuleteni historia ya Sheikh Nyundo. Nafsi ilipoiona dunia ikaona kwamba ya ndani ya dunia ni mazuri zaidi kuliko alopangiwa na Mola wake, na ndo maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, qul, sema uambie hao, mata'u dunia qalilu, hizo starehe za dunia ni za muda mchache tu. Wal akhiratu khairun liman ittaqa, na akhira itakuwa bora zaidi kwa wale ambao wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala tudhlamuna fatila, wala mtu hatudhulumiwa hata sehemu ya unyuzi wa koko yatende. Hiyo ni sauti mashuhuri katika masikio ya Uislamu wa leo, kwani kwa juhudi zake za dawa sauti hiyo imeenea katika maredio, televisheni na mitandao mingine. Jina kamili la mwanaharakati huyo ni Sheikh Hussein Hassan Jabu, lakini kwa umaarufu wake ni Sheikh Nyundo. Sheikh Nyundo amezaliwa katika mtaa wa Makadara mjini Unguja mwaka 1970 mwafaka na mwaka 1391 Hijria, akiwa mtoto wa tatu kati ya ndugu 7 kwa upande wa mama na 7 kwa upande wa baba. Jina la mama yake mpendwa huyo wa umma ni Bibi Amina binti Hussein bin Abdullah, mwenye asili ya huko Muyuni, mkoa wa Kusini Unguja. Na harakati huyo alipata masomo muhimu ya msingi wa Uislamu, yani Qur'ani, kupitia mwalimu wake Sheikh Hussein wa Makadara, na elimu ya sekula akasoma skuli ya Migombani msingi na skuli ya Haile Selassie sekondari hadi kufikia darasa la 11. Ama upande wa elimu ya dini, Sheikh Hussein Hassan Nyundo hana historia ya kuzama katika elimu za Kiislamu, lakini alikuzwa sana na mke wake mkubwa Bi Zenu Hassan katika kusoma Qur'ani na pia kupitia ushiriki wake katika shughuli za tabligh kwenye taasisi ya Fi Sabilillah Tabligh Fuoni Migombani Zanzibar, na katika mikutano ya ijtimai za kitaifa na kimataifa. Sheikh Nyundo ndiye aliyekuja na mtindo mpya wa kuwasilisha dawa zake, ambapo pamoja na kukosa sifa ya kuzama sana katika elimu ya dini, lakini mihadhara yake yote alikuwa akiendesha chini ya dalili za aya za Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tunamalizia nguo ya 3. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, waja'ala laila libasa. Mwenyezi Mungu amejalia usiku ni nguo, siku nao ni nguo. Amejalia Allah Subhanahu wa Ta'ala usiku ni nguo. Kwa nini ukaitwa nguo usiku? Kwa kuhifadhi baadhi ya mambo. Sheikh Nyundo alifanya kazi za biashara ya kuuza chicha, baadaye kujiunga na jeshi la polisi na akawa driver, na hatimaye kuacha kazi ya upolisi na kubaki katika harakati za dawa na matibabu ya kisunna. Tukirejea maneno ya Mwenyezi Mungu kuwa kila nafsi itaonja mauti, basi Sheikh Nyundo ilifika siku yake ya kuonja ladha hiyo usiku wa Jumapili kuamkia Jumatatu ya tarehe 16 Machi 2020, ambapo aliswaliwa Masjid ya Afra Kidongo Chekundu na kijijini kwao Muyuni alikozikwa, katika kiunga ambacho pia mama yake mzazi alizikwa.
Sheikh Hussein Nyundo alidiriki kuoa jumla ya wake 8 mmoja mmoja na kubahatika kupata watoto 11, lakini wake waliomkalia kizuka ni wake 4. Ama walioshuhudia maziko yake watakubaliana nami kuwa ni umma mkubwa wa Uislamu walioujaza msikiti mkubwa kabisa wa Afra Kidongo Chekundu, pamoja na makundi makubwa ya wanawake waliotapakaa katika chochoro zote za nyumba za karibu na nyumba aliyokoshewa na msikiti wa Afra aliposwaliwa. Lakini pia pamoja na kuzikwa siku ya mvua na nje ya mji huko Muyuni Meli 30, kijiji hicho kilijazwa na umma wa Uislamu waliokwenda kusindikiza jeneza lake. Staili ya uwasilishaji wa mawaidha yake na namna ya ukali wa makemeo yake bila shaka ni sababu ya mawaidha yake kupendwa na kuendelea kusikilizwa muda mkubwa wa baadaye inshallah. Wa mal hayatu dunia illa mata'ul ghurur, hayajawa hayo maisha ya dunia isipokuwa ni yenye kumchombeza mwanadamu, yakamdanganya akaona hapa nitapata, iko siku utapatikana wewe na mie. Kama kupata basi upate yale ambayo anayotaka Allah, hukuyapata yale anayotaka Allah, wewe na mimi tumefilisika. Mwanadamu anapenda ziada, anapenda kuzidishiwa. Atakenda dukani basi atanyongeza, ndo nishanunua sana basi atakuniongeza. Lile jambo la maumbile, mwanadamu anapenda azidishiwe, hapendi kwanza apunguziwe. Na ndo maana anapopunguziwa asije akakufuruka, ambiwa afanye dua itakapotokezea kwamba yumo ndani ya mtihani. Wala nabluwannakum bishay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwal wal-anfusi wath-thamarat. Ikaja neno mbele aingie kwenye ibada, kwa sababu kaona vitu vimepungua. Mwanadamu kitu kikipungua anachukia, ana hasira, anaweza kumtukana hata Mola wake. Tunamuomba Mwenyezi Mungu amkuzie kheri zake mwanaharakati huyo wa Kiislamu, atujalie na sisi tupite njia za kheri na kupata khatma njema, amin. Hiyo ni historia ya mwanaharakati wa Kiislamu Sheikh Hussein Hassan Jabu au Sheikh Nyundo, wabillahi tawfik.